Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tumerudi tena katika msikiti mkubwa wa Ndanda ambao upo jijini Masasi, Ndanda. Tumefika hapa Ndanda, ambao nimeshaifika mara ya kwanza, sijapata historia yake. Tuliuangalia msikiti mzima, ukubwa wake. Huu ndio msikiti mkubwa, unaitwa jina lake jingine msikiti mkubwa. Niko na shehe wangu hapa Al-Habib Al-Haj, tupo naye hapa, atatupa historia chache na kiudogo kuhusu na msikiti huu na itikadi ya msikiti huu mpaka kujenga mpaka kuwa msikiti mkubwa katika wilaya hii ya Masasi. Chanzo ni nini, sababu, vitu gani vilitokea, historia fupi kidogo tunaweza kuipata kutoka kwake. Msikiti kama unavyoweza kushuhudia ni mkubwa kweli kweli kabisa. Naam, wala tafadhali mashkura wa majura. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye katufanya sisi kuwa wanadamu, na tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatufanya sisi kuwa Waislamu, na tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatufanya sisi tukawa miongoni mwa watu tunaompenda Mungu na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama ulivyosema ndugu yetu, huu ni msikiti unaitwa Masjid Nur. Masjid Nur Ndanda ni miongoni mwa misikiti mikubwa hapa Masasi, japo upo mwingine mkubwa huko Masasi huko mjini, lakini huu ni miongoni mwa misikiti mikubwa yenye kufahamika wilaya ya Masasi. Lakini msikiti huu muasisi ni mzee wetu, mzee Ali ibn Musa Darwish kuswali na leki. Hapo zamani mwaka 1986 hapa palikuwa hapana eneo la kujenga msikiti. Kwa jitihada za wazee wetu na fikra zao, wakati wanataka kuboresha kutengeneza msikiti hapa kwetu, Mungu amejalia pana hospitali kubwa sana. Na zamani wazungu walikuwa wanatibia hapa, kulikuwa na watu wanaumwa ugonjwa wa ukoma. Wanatoka sehemu mbalimbali, Kilwa, Msumbiji, wanakuja kutibiwa watu wagonjwa. Bahati nzuri sehemu ya kuswalia ikawa hakuna, msikiti ulikuwa mbali, msikiti ulikuwa Chikundi na kijiji kingine inaitwa Nango, mbali kidogo na mazingira haya. Fikra kaona waanze kutengeneza sehemu ya kutengeneza, wapate sehemu ya kutengeneza msikiti. Bahati nzuri mzee wetu mzee Ali ibn Musa Darwish kaja hapa akataka apate eneo la kujenga msikiti. Wenzetu upande wa pili ambaye ni Wakristo, sababu eneo hili lote linatawaliwa na Roman Catholic, ikawa wao hawataki pajengwe msikiti. Mzee wetu Allah alipomjalia na fikra zake na uwezo wake, akaenda kujenga msikiti karibu na hospitali kule. Kuonekana ameleta vurugu. Baada ya kuonekana yeye ameleta vurugu, wakamshika wakamweka ndani. Wakati wamemweka ndani, yuko ndani, ikifika muda wa swala ya dhuhuri, wanamuona yeye anarudi kutoka msikitini, ajua ametokea wapi. Anaomba aingie msikitini ndani, aingie magereza, aingie mahabusu, akakae ndani. Kazile hapo kidogo samani. Watazamaji wanahitaji kuelewa kidogo. Umesema walikuwa wamemkamata, wamemweka ndani. Mahabusu. Lakini hapo mahabusu alipokuwa ndani, alikuwa wakimuona kwamba muda wa swala dhuhuri anatoka nje, yeye mwenyewe anajipeleka tena ndani. Alikuwa kuna afande akimtoa kaenda kuswali, afu muda wa kurudi ndo anajionyesha kwamba nimetoka kuswali, au ilikuwa kuna mambo gani hapa kati? Na watazamaji wanataka kuelewa hilo. Dua tu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutaka kuonyesha umuhimu wa Uislamu. Umuhimu wa Uislamu. Uislamu ni una umuhimu gani na una siri gani, na kutaka kutia nguvu Uislamu. Kwa mwenyewe alikuwa anasema, alikuwa anapitia mlangoni anaondoka basi na watu kumuona, lakini anaporudi anawaambia bwana, naomba niingie ndani. Wale wakaona haina haja ya kumfunga, watamwekaje ndani akati anarudi mwenyewe. Askari wale
bidi wakaishura wamwambie bwana huyu mtu si hatuwezi kumweka ndani kwa sababu tukimweka ndani yana kwa hivyo wapi tunamkuta nje. Sasa hamna umuhimu wa kumweka ndani. Mzee akasema kwa vile hamtaki tujenge msikiti hapa, basi na nyinyi upande wa pili hamtafanya ibada kanisani. Kanisa likadifunga la hapa Ndanda, kuna kanisa kubwa sana hapa la Loman. Likadifunga ndani ya siku 3 ikawa watu wafanye ibada. Ndani ya siku 3 watu wafanye nini? Wafanye ibada. Wadi wakae chini tena waombe bwana mzee tujaribu kufanya fikra juu ya jambo hili ili kanisa lifunguke na wewe tukupe sehemu ya kufanya ibada. Wakampa eneo fulani hapo karibu na shuleni ajenge, lakini bado mzee akawajarizikana hapo. Yeye anataka apate eneo kidogo kubwa baada atatengeneza msikiti na aweze kufanya mambo mengine ya Mungu na bwana mtume Muhammad sallallahu. Muda huo rais alikuwa Ala Hassan Mwinyi, Mungu amweke mahala pema mzee wetu. Ampekea la khair. Taarifa hizi zilipofika kwa rais wetu Ala Hassan Mwinyi, akamtuma mwandishi wake anaitwa Halahala kaja kuja aje kujua pana tofauti gani, pana mushkili gani hapa katika mji wa Ndanda. Wakati anashuka katika helikopta, bahati mbaya au bahati nzuri au Mungu aonyeshe uzito wa jambo hili lipatikane historia, basi anashuka bahati mbaya ile katapanga helikopta ile ikamkata shingo lake. Kwa amekufa katika mazingira yale. Baada ya tukio hilo lililomfikia mheshimiwa Rais Al Hassan Mwinyi, akawatoa amri watoe eneo la ekari 5 kwa ajili ya msikiti. Ndio wakaja wakatoa ile eneo. Alhamdulillah, Mungu awape kila la khair. Amin. Alhamdulillah, kuna tarika Naqshbandi ambayo akisimamia Sheikh Jabir Haidar tukia Zanzibar. Akaleta bati hapa, sipungua kama bati 200 hivi. Na tarikatul Qadiriyya ya Sheikh Sharif Sheikh Omar Platin, Sheikh Sharif Omar ibn Quratain Forodhan, na wao wakatuletea mifuko, wakaleta mifuko ya simenti kama 200 kwa historia ya mzee. Na alhamdulillah aliposikia Said Ali Ahmad al-Badawi Jamal Layli Sagafi Lam, au ni watoto wa al-Habibi Saleh Jamal Layli Sagafi, na wao Mwenyezi Mungu akajalia wakaleta nondo leta hapa. Mzee akaanza kutengeneza msikiti. Ulikuwa msikiti mdogo mdogo na autengeneza hapa. Bahati nzuri wamfanya ibada. Naendelea baada ya miaka fulani msikiti ukaona utoshelezi, maana ni padogo. Ongeze msikiti tena. Kaanza kutengenezwa huu ambao mnaoona hapa. Kwa jitihada za mzee ulipulaniwa utengenezwa wa rosheni. Lakini kwa jitihada za mzee ikafikia katikati ikakwama. Huu umeanza kutengenezwa mwaka 1990. Lakini kwa umekwama hujaendelea. Kwa tumeweka tu bati tunafanya ibada hivyo hivyo. Bahati nzuri, bahati mbaya, sio wengine tulirudi mazoezi, tulirudi huko kulelewa. Maki mzee alitutoa kupelekwa kulelewa, sio kusoma. Sisi bado hatujasoma tulipelekwa kulelewa. Tulipelekwa kulelewa Riyadha kwa Al-Habibi Saleh Jamal Layli Sagaf chini ya mwalimu wetu, Mungu amjalie ampekee la khairi, amen, Ustaz Muhsin Said Ali Badawi. Ndio ametulea sisi na vijana wake kina Muhammad kina Albar, hao ndio wametulea sisi. Na Ustaz Ahmad walikuwa watulea tulivyorudi kwa malezi yao, kina Sheikh Zuddin, kina Sharifu Said Ahmad Badawi, hao ndio wametulea sisi hao. Hata kutulea kwa dua zao, mwongozo wao na maneno yao, tulivyorudi chuoni ndio tukafanya jitihada ya kumalizia huo msikiti. Tukamalizia huo msikiti. Na mimi nipo hapa kama kiongozi, ni imam,
kusimamia hapa kwa niaba ya mashekhe wetu, kina Sheikh Zubiri hao, kina Sheikh nani hao ndio wametulea sisi kina Sheikh Saidi Ahmad Badawi, kina Sheikh Muhammad Albiz, hao wote ni walimu wetu sisi, wametulea. Lakini tulikuwa tuko chini zaidi ya shekhi wetu aliyokuwa anatulea kila kitu, kujua kulala, kusomeshwa nini, ni Sharif Muhsin Saidi Ali Badawi. Huyo ndo mwalimu wetu ambaye ametulea Jamalullail Sagafi, Mungu ampe kila kheri. Yuko hapo Lamu, ndio ambaye ametusimamia mpaka kufikia hapa, tukawa na fikra angalo kidogo kufuatilia mambo ya mzee. Na maana bila kupata fikra zake yeye tusingeweza kufuatilia mambo ya mzee. Ndio maana tumepata hiyo msikiti na madrasa hapo tujaimaliza. Sasa tumeiona tutaionyesha hiyo. Na madrasa pale tutamaliza. Lakini vile vile tuna sehemu ya kuoshea maiti hapo. Na tuna hospitali hapa. Lakini Waislamu wakija wakifa hapa kuna mtihani sehemu za kuoshea. Tukaanza kutengeneza hapo, bado hatujamaliza napo. Tunatengeneza hapo sehemu ya kuoshea maiti. Na eneo tumewapa Waislamu wakaekae. Eneo la msikiti. Lakini tumewapa Waislamu wakae wa ustiri msikiti. Wa ustiri msikiti. Ikiwa nataka tujenge jambo lolote, kama tutengeneze shule ya Kiislamu, tutengeneze jambo lolote, basi wao wapo ridhaa kupisha, tukamalizia tukawa tumejenga jambo la Mungu na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa maana haya ndo historia fupi ya mzee wetu, kiuchache ya kupatikana msikiti huu unaitwa Masjid Nur Ndanda. Na mzee kila msikiti wake anaupenda kuita Masjid Nur. Kwa hapa Dar es Salaam msikiti wa Kariakoo ni Masjid Nur, kienda Mumuru Masjid Nur, kienda Mtwara Masjid, ndio msikiti yake anapenda kuita hivyo, na huwa ameita Masjid Nur Ndanda. Inshallah Mungu atupe kila khair, atuafikishie, atupe nuru yetu sisi na wazee wetu na walimu wetu. Walimu wetu Mungu nao wajalie awape kila khair. Wao Mungu awape ufahamu na wazidishie waweze kutembelea huko ambako walikuwa wanatembelea wazee wao. Wazee walikuwa wanatembelea huko kina Sharifu Muhammad Albizi amefika huko. Mungu amjalie ampe kila khairi. Sharif Hussein Badawi amefika huko. Sharif Ahmad Said Ali Badawi amefika huko. Wote wamekuja huko, wamekanyaga sehemu kama hizi kwa mapenzi ya Mungu na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na sisi inshallah tufuate mwenendo wa wazee wetu ili tujumuike tupate baraka za wazee wetu inshallah. Kwa haya machache nisema ila huna kifaya. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, ndugu yangu mtazamaji unanitazama wa channel yako pendwa ya Al Amudi TV, mwongozo wa dini, imani na Uislamu. Umepata kusikia taarifa nzuri na umepata kuona msikiti wote kiujumla na maeneo ya sekondari umepata kuyaona hapo. Umepata kuona na maeneo ya kule ambao yanaendelea kujengwa na huu msikiti, na nilishaye kufika mara ya kwanza, hii ni mara ya pili. Tumekuja kupata historia tena kwa upili ambao msikiti huu umejengwa hivi. Watu walipigania mzee wetu, Mungu amlaze mahali pema penye wema Rabbil Alamin, panapostahili mahali pema peponi, viwanja vyake vile viwanja vya peponi ya Rabbil Alamin. Mzee wetu amejipambania sana katika kuongoza Uislamu mbele na Allah atamlipa kwa hilo. Amina Rabbi. Basi ndugu yangu mtangazaji, bila kusahau channel yako pendwa ni Al Amudi TV na mtangazaji wako ni Saddam Othman. Bala kabla hujatufollow, hujatusubscribe, fanya hivyo ili uweze kupata kuona video zetu nyingi sana za mambo mazuri kama haya, kunasiana katika dini na kuongoza dini kiujumla kabisa. Na kuna misikiti mingi ambao mzee wetu ameianzisha lakini imeishia kikomo ambapo yeye ametangulia, lakini inahitajika msaada wenu Waislamu ili tuweze kusupport msikiti huo ili uweze kufika mbele zaidi. Naam, haina shida. Basi la ziada baada ya kukwambia wala liqa.